Hii inakaa kubwa. Kuya kwa hii ambayo imechomoa vizuri. Nenda kwa ile kama hii. Angalia hii. Hii iko hapa. Naona hizi. Hizo the redness. Hizo red hizi. Hizo ndizo mera. Sasa inaenda kwa market. Unasikia gari imebeba. Tuache nini? Haya, ulikuwa unafaa kudemonstrate vile inatolewa. Ndio demonstration vile miraa inatokanga. Panda mpaka kupanda. Uangalie njoo uonyeshe ni gani mnavuna ikiwa ni ya pesa. Tumugisa. Na unasema hii ndio inaitwa hivi. Okay, ready? Kusema kweli miraa huku Meru ni mtu wa maana sana. Ina support kila mmoja, mtoto, wazee. Backbone of everything. Mtoto kama una school fee unaweza kuja hapa unatoa vitu ambayo ndiye unaharakisha kabisa, inaenda na gari ya kwanza. Gari ambayo inakimbisha miraa na speed ya juu sana ili tupate bei ya miraa ambaye ni haraka kusomeza watoto na pia hata chakula. Miti ya miraa kufika hapa paliko sahihi. Kufika hapa pale umepanda naona ni kubwa. Kufika hapa paliko inateka kama muda gani hivi? Okay, Mr. Kama hii mti niko miraa hii iko na around 15 to 20 years kutoka ile siku ambayo ilipandwa. Na inatoa kiwango gani ya miraa? Magunia kama tuseme ngapi? Hiyo inatoa kilo 2. Kama mti mmoja wa miraa inatoa kilo 2 hapo. Ama kilo 1.5. Na hizo umeshika saizi. Hii ndio miraa sasa. Yes. Kwa mfano mtu anataka kukula anakula hii. Si ndio? Sasa hii ndio inatoa kilo 2 ama miti mzima inatoa kilo 2? Hii ndio inatoa kilo 2 ambayo hata ukionja ladha yake ni tamu sana. Sisi pale tuko hatujazoea mambo ya miraa. Lakini tunasikia majina, sijui ingine inaitwa kangeta, ingine inaitwa alele, ingine inaitwa giza. Asli. Hizo zinatokana na nini kwa mfano? Zote ni miraa sawa, lakini ina depend the quality and the quantity of miraa. Sasa kama hii quality hii ndio inaitwa kisa, ambayo ukitoa hii maganda inaacha ikiwa hapo, then unapanga suruba moja inaitwa kisa. Ukikuja kwa alele ni ile miraa mrefu kabisa. Kama hii ikikaa around 2 weeks to 3 weeks ndio inakuwa alele. Ambayo imekomaa ndio inaitwa alele. Kuna ingine inaitwa kangeta. Ilipewa jina ya kangeta kama hiyo market ndio hii. Alele ndio hii. Miraa mrefu. Ilipewa jina kangeta juu imetoka inapatikananga sana hapa pale tuko. Hapa tuko kangeta. Na ndio hiyo unatoa maganda unapanga mbili. Kama ina nyingine moja unaifanya suruba moja. Then ukifunga kama miraa 50 hivi inakuwa ngoba moja ya inakuwa ngoba moja. Kujua. Miraa imekuwa categorized under drugs. Na ile abuse ya miraa imekuwa juu. Watu wengi vijana wameingilia miraa na nini. Hapa Meru, miraa iko na faida gani? Na nyinyi kama wa Meru mnaichukuliaje miraa? Kusema kweli sisi hii bidhaa miraa ni kitu ambacho sisi kama wa Meru huwa tunaipenda na tunaichunga na tunaikelea sana. Kwa kimila ni kitu ya dhamana. Na kwa vile kama wasomaji kama nyinyi unasema ni drugs. Kwa kweli sisi kama wa Meru tuonane kama inakuanga na drug ndani yake, kwa sababu mimi kama mzee huwa naitumia kila siku na siaona madhara yote ile. Lakini kitu kile ninakuanga nayo miraa ni kitu kama kukosa usingizi, hakuna kitu kingine kibaya ndani yake. Kitu kingine ama faida ya miraa, wenye watu nasema watu wanaacha shule wanaenda kuingilia biashara. Kibiashara ya miraa ni biashara mzuri sana. Na ni biashara ambayo mimi mwenyewe ndio kazi ambayo nafanya. Kusema kweli miraa ukiingilia kama muone mfanya biashara kama mimi, it depend ni
kiasi gani ile ambao unataka kuuza, ama ni miraa ya aina gani unayotaka kuuza, kwa sababu iko miraa sampuli 3. Kuna hii inaitwa Kisa, kuna hii inaitwa Alele, na kuna nyingine hii inaitwa Nyeusi, ile ambayo ni number 3. Kwa hivyo sasa mimi nitachagua ile number 1, ile ambayo umeonyesha leo kijana, miraa pupi ambayo imekomaa. Hiyo ndio miraa ile number 1 kabisa. Leo ukianza kuuza hiyo kwa siku moja inaweza kukuletea faida ya 1500 kama ni mfanye biashara mdogo mdogo, na kama ni mfanye biashara mkubwa hata kuwa unauza miraa ya 1080 hivi na unapata faida mingi. Kwa hivyo miraa ni kitu kizuri, na aswa kama wewe mzazi uko na watoto, ukiachilia watoto kwa miraa, hapo ndipo waanza watoto kuanza kukataa mambo ya masomo, kwa sababu wanaanza kuingilia kwa hivyo. Lakini ukiwa street kwa watoto, watasoma kwa pesa za miraa na watakuwa watoto watiifu. Na wengine wengi kama wale ambao tumesomesa ni wengi wametumia kwa bidhaa ya miraa na hawajai kataa. Lakini kuna wale nao unajua watoto usaliwa kwa watoto vichwa vingumu wengi tofauti sana. Hivyo kuna wale talent ya kusoma, mwingine unaona anakataa na ingilia kwa hiyo bidhaa, na akiingia kwa hiyo bidhaa miraa kama mfanya biashara anafanya vizuri sana, apart from the kusoma anafanya vizuri sana. Umetaja uzuri wa miraa. Miraa mzuri kupanda, unapata pesa. Lakini kila kitu kizuri hakikosi ubaya wake. Je, ina ubaya miraa? Miraa kusema ukweli hainanga ubaya. Hiyo naweza sema hainanga ubaya. Kwa sababu gani? Vile watu wanaitumia, unaona kama kuna ubaya inaweza tokea, sababu mtu pengine yeye anakula tu miraa throughout, aende kazi, analetewa na rafiki na nini. Na vile vile kuna watoto hapa katika eneo la Meru ambao wamewacha kusoma kwa sababu wanaona kama tuna shamba ya miraa na kata napata pesa. Kwa nini niendelee na masomo? Watoto wakuli miraa. Jambo la kwanza hebu nilijibu swali lako. Si kukula, kufanya kazi. Yani katika utiifu si lazima watoto wakiangalia miraa baba zao ama babu zao, hii si kumaanisha wamekataza masomo. Ile mtoto kuwa na desturi ambayo si haki, kutotaka masomo, anakataa shule na kuuliza mbona anasema baba yangu anipa kazi ya kufuna miraa, ambapo si kweli. Mzee ukipata mzee ana pesa na kutoka na hii marongi, wale watoto ambao ni watiifu wenye kunyenyekea kwa baba zao wanaenda shule, ule ambaye ana nia ya kupotea ndio anapotea, si sababu ya marongi. Na mzee hapa ambaye naona ni mzee wa kanisa. Nimeambiwa katika faida za miraa hapa Meru, ile ni culture, ni utamaduni wenu miraa. Katika hii utamaduni ya miraa hufanywa nini? Nasikia ukienda kuposa unapeleka miraa, ukienda kuoa miraa unapeleka, hata kanisani pia wanatoa kama offerings. Kuna ukweli hapo? Yes. Hiyo miraa hakuna kitu inakuwa mbaya kwa miraa. Miraa ni kitu mzuri sana kwa sababu kwa kanisa inatolewa fungo za 10 zaidi. Zaidi. Ukienda kwa chukue mwanamke unapeleka hiyo miraa kwanja. Kabla yako peleka ile kondoo, unapeleka miraa inakupaliwa ni mzazi. Alafu saa hiyo wewe unachukuliwa kama mzee mwenye nyumba. Unachukua hiyo mwanamke wako unapeleka nyumbani. Hata kitu kingine ikipotea utaleta baadaye. Kwa hivyo miraa ni kitu mzuri kwa sababu inatakikana kila mtu yoyote anataka kukaa na hiyo miraa. Ukienda kwa hii Meru mahali nyingine unaona watu wanapenda miraa. Hata wewe unaona hata saa hii wanapenda miraa, na miraa ni mingi kuliko kitu kingine nchi hii. Unaona? Asante sana huko katika biashara ya miraa. Mbona Meru town hakuna miraa? Miraa iko tu huku ndani. Na ninaambiwa tofauti ya watu wa huku ndani Kangeta mpaka Maua wapi ni watu matajiri sana. Lakini wale ambao wako pale town na kuendelea hawana kitu. Kwa nini? Kulingana na rotuba ya udongo huku sasa hii tunahitaji igembe, ndio kuna kuanga na joto mingi, kuna kuanga na jua. Sasa sababu pande ya Central haifanyi ni kwa sababu ya rotuba ya mchanga, jambo la kwanza. Ya jambo la pili, kliniki ya huku kuna kuanga na mjoto sana.
Sasa ile jua huwa inafanya miraa inapendaga jua sana, na vile vile inahitaji mvua, lakini kwa wingi hata wakati wa mvua unakuta miraa inafanya, lakini pande za Central huko Meru unakuta hakuna miraa, kwa sababu nao upande ule ni baridi. Mnaona msitu umesingira hiyo ile. Wanafanyanga biashara kama kilimo inafaa huko sana. Lakini kwa pande kwetu kilimo sio ifanyi sana. Hata sasa ukiangalia naona vitu vinachomea kwa sababu ya ile baridi. Lakini miraa inastahimili hiyo baridi, inakuwa mti mrefu. Hiyo ndio sababu. Miraa inachukua muda gani kutoka ipandwe mpaka ikomae ianze kuuzwa? Ni kweli kama wanavyosema, jinsi unavyoona mimea mingine, mahindi hayakui vizuri, viazi vile vile sio vizuri sana, lakini ukiangalia miti ya miraa imenawiri vizuri. Pahali pazuri pa unafanyia, alafu unaweka pale. Hapo hiyo miraa inaanza kusipuka pole. Kiwango miaka 5 hapo itakuwa imepata mizizi. Tokea hapo sasa inaanza kukua. Ikifika takribani miaka 10 hivi, hapo ndipo utaanza kuona matawi yake imeanza kurefuka hivi, naanza kutoa miraa. Kwa hivyo mtu kama huu sasa hivi uko na miaka 25 kwenda juu, hiyo mtu hapo unaona hapo uko na miaka 70 kwenda juu. Kwa hivyo mtu miraa ikiwa na miaka 10 bado haijakomaa kabisa ile kuchuna miraa mingi. Alafu katika kukwisha. Unakubaliana na mimi? Kuna wale ambao wanasema akila miraa nyumbani hawezi kumtimizia mke wake mahitaji ya pale nyumbani. Hiyo ni maneno ambayo tumepata. Na vile vile kuna hili swala la kwamba kila miraa usiku mzima huwezi lala. Unakubaliana na hayo mambo brother? Wacha nikupe ile jibu. Niko kusema kweli, katika ile umri nilio nao nimepata wazee wengi ambao ni wazee kuniliko hata zaidi maradufu ya miaka yangu. Na wazee mpaka waleo mimi na wakitafuna marungi. Wale wazee kuna wengine nao kizazi kidogo za watoto, ngalipo sisi vijana watu na watoto wadogo. Itakuwaje marungi ni mbaya watu wakitafuna hawapati uzao, na watu naona wazee wadogo, wazee wakubwa wakiwa na utoto mdogo. Na Meno pia ile ni jinsi ya matumizi ya vitu utakavyotumia miraa. Meno yangu mimi ile miaka nimekula marungi, hata kama ni miaka 30 ama hata kama ni 20, mimi meno yangu haing'oka hata moja jinsi ya marungi peke yake. Ni ile vitu zingine tutachanganya karafuu, kukumanga, iliki, sukari, peremende white, jugu. Hiyo ndio haribu meno. Si marungi haribu meno. Shirika la kupigana na madawa ya kulevya na kada imehitaja miraa kama dawa ya kulevya. Nyinyi kama Wameru swala hili mnalichukuliaje? Sitachukulia ikiwa dhuluma kwa kwetu kwa njini. Hii ndio cash club ya kwetu watu watengemea sana. Maana yake ile tunaweza sema marungi inaweza kuwa dawa ya kulevya, jinsi ya kukosa usingizi na si kwa muda mrefu. Unaweza tafuna marungi tuseme kutoka saa 11 mchana, ikifika saa 3 usiku atamaliza marungi. Kama wachapata kula chakula nzuri, tumbo yako imejaa, hutakuja kukosa usingizi, lakini ukiwa ungali hujakula kitu, utafuna mleo utakosa usingizi kwani? Itabidi ukule chakula, utafuna marungi, ndio kiza upate usingizi. Kama tumbo tupu uwezi sababu bana marungi itakumaliza na utapata usingizi ule. Moja iliyopita imepiga marufuku kuingizwa miraa Holland. Na nasikia sasa hivi pia London ama tuseme England wana hiyo hali ya kutaka kupiga marufuku miraa isiingie katika nchi hizo. Na Kenya je, pia wanafaa kwa sababu wanasema miraa ndio kulevya, wanafaa kupiga marufuku miraa? Hata hiyo sioni ikiwa nzuri kwetu. Kama basi sisi wa Kenya tutafika marufuku miraa tuseme isihusike Kenya hii, basi pia tutasema kitu kama ketepa, majani ya kawaida hii ya chai, majani tea, basi pia iharibiwe. Maana sisi sioni baya watu wa miraa kwangu mimi nikisema. Hata kama mimi ni mlimaji, kuanga kweli mimi siona madhara ya miraa yote ile. Ngalipo huwa watu wengi wanatumia ile ngunia kutumia miraa, wakienda nchi jirani wanabeba madawa ya kulevya ndio ili miraa itambulikane ndio njia ya kulevya. Lakini kweli marangi siwezi sema hii ndio kulevya. Maana pia huwa natafuna kila siku na mimi huwa nalala kila siku. Huwa naamkia kazi yangu masaa mema kila siku. Sio ipata adhara ya miraa yote ile. Kwa miraa ikipiga marufuku, nyinyi kama Wameru hamtasikia vizuri. Miraa ikifika marufuku sisi kama Wameru sana saidi za Igembe, sisi tutakuwa umaskini mwingi maana sisi huko hatuna kashikabu nyingine. Nyinyi pia mtasema Igembe si Kenya. Pia sitasema Igembe si Kenya kama itakuwa hivyo. Ngoja.
hii miraa ikivipo marufuku, watu ni kumalizika, watamalizika wote, Kwa sababu hiyo ndo wanategemea. kwa sababu ndio hiyo mali wanategemea kila wakati. Lakini mzee, hebu niambie, ikiwa ndizi hapa inaweza mea na kameraman wangu anaweza kuonesha ndizi ndio hiyo, na nimeona mahindi pia inamea, kwa nini usipande ndizi na mahindi na viazi ukaacha kupanda miraa? Hapana, ni lazima upande miraa na upande hiyo mandizi, hiyo chakula ingine, viazi, mahindi unapanda. Ndio unaona hata sasa hii inatukano iko sawa, hakuna kitu kingine mbaya. Lakini miraa sana sana, Miraa ndio watu Si ati wanaheshimia miraa sana ya zaidi. kutegemea. Miraa si Lakini- ati sana ya kutegemea. Maana yake kuna hizi chakula zingine, kuna viazi, kuna maharagwe, si unaona? kuna mahindi. Lakini sasa sisi hatuwezi kuwa kama kule Western ama Nyanza ya Western Province kule. Kule climate rotation kwao ni nzuri. Wakipanda mahindi wanavuna kwa season. Sisi ukikuja hapa mwezi wa 7, mwezi wa 6 mwakani, utakuja pata hapa kumekauka kabisa. Hakuna- Hupati kitu chochote. Kama nile mahali tunaweza vuna kama kilo 50, kilo 20, watu wanaanza wategemea masomo bado iko, watoto wataka soma. Na bando miraa inavuna. Na bando mliko kwa shamba. Sasa sasa ile kumekuwa kabisa. Hii miti huwa inahifadhi maji chini yake. Sasa katika ile hali ya kuhifadhi maji huo inamea. Sasa ile mlama nasikia kilo moja shilingi 2000. Sasa sisi tukiuza kilo moja unalipia mtoto karo ya shule bana apata masomo yake ya juu. Wengi huku wamesoma lakini hawawezi tangaza bado wamesoma. Tuna maprofesa, tuna madaktari lakini hawawezi tangaza. Kama ule daktari mmoja ako hapa anauza madawa maseti, ukienda kwao karibu ekari 3 ya marungi iko na amesoma ni ile marungi. Kwa hiyo marungi sisi tuipenda, tutasema ni nzuri. Hiyo mti ya mea tuone kitu ya dhamana. Kama vile watu wale wamelima majani pande ya Kericho, Kisii na huku Kioi sehemu zingine. Ni sawa, wanafurahia. Hivyo tuseme kuwa ni kama vile daktari wengine huvuta sigara na bando ni daktari. ni daktari na ni madawa ya kulevya. Pia hapa madaktari pia hutumia miraa na sana. bando ni madawa ya kulevya. Sana. Kwa hivyo kati ya sigara, pombe na mairungi kwenu mnachukulia sana sana ni lipi ni ipi kati ya hizo tatu ambayo ni ina madhara zaidi? Sisi huwa tusema elimira kuliko sigara na pombe. Sisi huwa tufurahia tusema elimira maradufu kuliko sigara na pombe. Maana yake miraa ni vitu tumemeza sisi, haina vitu yote ya kuongezea ndani yake. Sigara imeongezwa vitu vingi, ikakuwa sigara ikakuwa ile iko na hiyo anti-nicotine. Imeongeza something. Pombe imeongeza ile alcoholic iweze kulewesha mtu. Lakini ni mti ya kung'oa kutoka kwa msitu. Ile imeundwa na Mungu, ile miti Mungu alijenga akitengeneza nchi. Ndio tukapanda kwa shamba, nikaona ni nzuri iweze kutupatia mawaidha. Iweze kujenga. This is a natural tree. ya wenyeji hapa, mzee na vijana ambao ni watu wa Meru. Ningetaka majina? Pengine wangetuambia majina yao. Kwa jina mimi naitwa Robert, mimi ni mhudumu wa biashara ya miraa. Mimi niko pande ya Nairobi. Cut. Twende. Justin Moreke, biashara wa miraa Kangeta, akituma Mombasa na Nakuru. Asante. Mzee, naona unaitwa nani? Mimi naitwa Pastor Henry Kainga. Mimi napanda miraa. Na ndio miraa inasaidia mimi kwa shamba. Inasaidia mimi kwa watoto kusoma, kwa chakula, kwa kila nguo. Yote mimi nahitaji yananipatia Kikristo. Kikristo. Kikristo wewe ni pastor. Yeah. Kikristo inasaje kuhusiana na miraa, ni mbaya ama si mbaya? Si mbaya, ni mzuri kwa sababu ndio mimi nakula hiyo miraa, pesa yake nachukua nguvu ya kwenda kuhubiri neno ya Bwana. Hata mwingine. Asante sana mzee. Jangu na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Muredi Gabriel ambaye ni mimi mfanya biashara miaka 9 sasa ya biashara ya miraa. Eneo la Kangeta, jimbo la Meru, na umesikia mwenyewe msikilizaji kwamba wenyewe wa Meru wanasema kwao hawaoni kama miraa ina ubaya wote. Sasa mpira ni kwa serikali kuangalia namna watakavyofanya kuhakikisha kwamba kama miraa makosa, basi ile makosa iangaliwe na iweze kurekebishwa, na kama haina makosa wapewe fursa ya kuweza kuendelea na biashara hii ya miraa. Mimi naitwa Nur Said kutoka Kangeta, Meru.